nawe ninapokuwa wa kwanza kuinua mkono. Natamani niimbe wimbo. Nini Bwana kwa wema wako, umetenda makuu nisiyostahili, japo nimetanga mbali ukuniacha nipotee, kwa neema ukaniokoa, sifa na utukufu zikurudie wewe. Mungu awabariki sana. Amen. Naomba tusimame. Wale ambao wanatamani kuimba wimbo mpya peke yao, naomba tuweze kusimama. Tunakutukuza kwa ukombozi wa pekee tunaupata ndani ya Yesu Kristo. Asante Mfalme, kwa kuwa tulipokuwa hatufai, tulipokuwa wagonjwa, tulipokuwa hatuwezi, ulitupenda na hata ukamtuma Kristo ili kwamba tukomboe. Tunakushukuru Baba kwa sababu imekupendeza katika jeshi kubwa litakaloweza kuimba kule mbinguni tuweze kuwa miongoni mwao. Kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Halo. Na waimbaji wanafanya ye. Jaribu kumoa hapo. This means that gospel message proclaimed by gospel singers must ignite the hearts of men to desire to move out of their comfort zone and come closer to their Creator. Ikiwa waimbaji wameenda kuimba wimbo ambao ni wa Injili, lazima mwenye dhambi moyo wake uweze kuwa ignited, ukawashwe na uweze kutamani kusonga karibu na muumbaji wake. Na kwa sababu verse 4 inasema baada ya misingi na visingiti kutingika, nini ingine inaonekana kwa nyumba ya Mungu? Moshi. Hey. Moshi. When the singers are singing, kitu ambacho kama wanaimba katika njia inayostahili, Biblia inasema kuna kuwa na Mlima wa Sinai wote pia ukatoa moshi. Mlima wa Sinai wakati fulani uliwahi toa moshi kwa sababu Bwana alishuka katika moto. Moshi is an indicator of the presence of God. Wakati waimbaji wanaimba, indicators of God's presence should be seen in church and also in their hearts. Sasa wapendwa, nitazungumza haya maneno baadaye, aje nifurike Biblia. Nitazungumza haya maneno baadaye. Nataka niwaonyeshe wimbo moja tuweze kuimba pamoja. Sijui kama utaimba ama hautaimba. Nataka tuangalie wimbo moja na wewe msomaji ndani ya kitabu cha Isaya. Samahani, ndani ya kitabu cha Ufunuo 5. Tuweze kuona wimbo ambao uliimbwa na wale ambao ni 144,000. Kitabu cha Ufunuo 5, msomaji wangu, mstari wake ni wa 8. Biblia inasema hivi: hata alipokitwaa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 ndio wakaanguka mbele za mwana kondoo. Ndio, ila mmoja wao ana kinubi. Ndio, na vitasa vya dhahabu vilivyojaa manukato. Asante, achia pale. Hiyo inaashiria nini? Wakati ambapo unaona wameshika vinubi, lakini kuna kitu kingine walicho nacho. Hao waimbaji wana vitasa vya nini? Ambavyo vimejaa nini? Manukato. Ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Prayers should be conducted every time before singing, and when we sing, we should sing prayerfully. Amen. Muimbaji amesikia maneno? Tunahitaji kuimba kimaombi. We sing prayerfully. Our hearts should be dedicated to God. We speak to God. Tunapoimba, wacha kuimba ukisema wewe umepona, umeingia Zayuni na ungali hapa kwa dunia ya dhambi na tunahangaika na wewe. Imba ukijua wewe ni mdhambi ambao umekombolewa kwa damu ya Yesu na unatangaza uzuri wa Yesu. Wengine watamani kukufuata, tuende kwa Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Manukato ya vitasa ambavyo vimejaa manukato. Sometimes nashukuru kwa ambazo zimeimba tangu asubuhi nikikuja, ndugu Elias hujakuwa hapa.
wakiimba mpaka unatamani nikuwe karibu. Hata wengine wameimba hapa nikafikia sijui ni join ni kwaya nifanye nini. Lakini wengine wanaweza imba unasema hey, hapa ni kwa watakatifu tu, acha mimi niende. Hapa siwezi kaa. Mungu awabariki sana waimbaji. So katika uimbaji huo, jambo ambalo tunahitaji kujua ni nini? Mbinguni wakati ambapo nyimbo zinaimbwa, wanaimba Mungu wakiwa wanamtukuza kwanza kimaombi. 2 Kitabu cha Ufunuo 4 mstari wake ni wa 7. Hiyo nataka nisome kwa ufupi tu. Na huyo mwenye uhai wa kwanza alikuwa mfano wa simba. Ndio. Na mwenye uhai wa pili alikuwa mfano wa ndama. Ndio. Na mwenye uhai wa tatu alikuwa na uso kama uso wa mwanadamu. Mstari wa 11. 11. Ndio. Umeweza. Sasa hao wenye uhai wanne wanapoimba, hebu sikia hii wimbo wanaimba. Wanasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hiyo ni jambo la kwanza. Uimbaji. Bwana Yesu asifiwe. Ati unavunja sabato na unaimba. Mungu akubariki. Wanapoimba wanasema unastahili kwa sababu wewe uliweza kuviumba, na kwa sababu uliviumba wewe ndio muumbaji wetu. Sasa unastahili kuweza kupokea heshima na utukufu wote ambao ni wako. Jambo ambalo nataka tuweze kuliangalia pia mwisho pale Ufunuo 5 mstari wa 9. Ufunuo 5:9. Naam. Inasema hivi. Nao waimba wimbo mpya. Nao waimbaji wanaimba wimbo gani? Mpya. Sing a new song. It is right for you to take the book of God, make it open, read the verses, understand the verses, get the verses, and compose a new song from the verses, so that God's people will hear the word of God from the lyrics of your song. Waimbaji wasioweza kusoma Biblia are very dangerous. Ni hatari sana. Wewe ili uweze kuleta wimbo upya lazima ufanye namna gani? Usome maandiko. Uangalie maneno mapya. So tunapoimba wimbo mpya tunafanya nini? Soma msomaji. Asante. Tunasoma 9. Ndio. 5:9. Na wenye uhai wanapompa aliyekuwako 5:9. 5:9. Samahani. 5:9 nasema wakisema wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kujifungua muhuri zake. Ndio. Kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila, na lugha, na jamaa, na taifa. Ndio. The redemption process consists of justification. Waimbaji, habari ya ukombozi iko pamoja na kuhesabiwa. We've just been justified. It consists of sanctification and glorification. The redemption song is a reminder to everybody that redemption is only achieved when one is in Christ Jesus. Ya kwamba wimbo huu wa ukombozi unatukumbusha ya kwamba tunapata tu ukombozi tukiwa ndani ya nani? Ya Yesu Kristo. Nataka niweze kusema hivi, ndani ya Yesu Kristo we experience rest when we cease from all our work. Ndani ya Yesu Kristo tuna experience pumziko tunapoacha kufanya kazi zetu kuja kumwabudu kwa njia kama hii. Ninajua ya kwamba kuna waimbaji hapa kwamba wanahitaji kumwimbia Mungu. Kuna waimbaji hapa ambao hawajai jua ya kwamba wanapomwimbia Mungu sheria ya Mungu ni muhimu. Kuna waimbaji hapa ambao hawajajua ya kwamba wanapomwimbia Mwenyezi Mungu lazima waweze kuimba kimaombi.
Kuna waimbaji hapa ambao wajajua ya kwamba ni waimbaji kwa sababu majina yao hayajaandikwa kitabu cha uzima. Kama unatamani jina lako liweze kuandikwa kitabu cha uzima ili uweze kuimba wimbo huu ambao unaitwa Redemption Song, nataka niweze kuomba pamoja nawe ninapokuwa wa kwanza kuinua mkono. Natamani niimbe wimbo huu. Mungu awabariki sana. Amen. Naomba tusimame. Wale ambao wanatamani kuimba wimbo mpya peke yao, naomba tuweze kusimama. Hivi tu ni kama tutakubali ukombozi huu unaopatikana ndani ya Kristo Yesu. Na kwa sababu unazungumza nasi na utazungumza nasi katika uimbaji ambao uko mbele yetu, fanya mioyo yetu, misingi na visingiti vikatikisike, ili kwamba wito wako unapotajwa kwa njia ya nyimbo tuweze kukubali ukombozi huu kwa jina la Yesu aliye Bwana mkombozi wetu. Amen.